Au jambo na natumaini kwamba wewe ni mzima wa afya. Leo tutaenda kuchambua kuhusu ziara ya waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Kwanza kabisa niseme kwamba ziara hii ya kimkakati sana, lakini kabla ya yote nikusomea habari ambayo iliyokuweko asubuhi hii kuhusu waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu, ziara yake. Nikusomea kidogo alafu tutachambua kwa wote kwa pamoja. Netanyahu awasili Marekani kushiriki kikao na Rais Trump. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewasili nchini Marekani ambapo anatarajiwa kuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Rais Donald Trump katika ikulu ya White House. Hii ni ziara yake ya kwanza ya Netanyahu mjini Washington tangu kuzuka kwa vita vya Irani. Trump na Netanyahu wakionekana kutozungumza kwa kauli moja kuhusu mzozo huo. Mkutano kati yao unatarajiwa kutawaliwa na swala la vita vya Irani, mzozo ambao ulianza wakati Marekani na Israeli ziliishambulia Irani mwezi Februari. Ziara ya Netanyahu inajiri wakati huu pia Washington ikisema inataka kutoa nafasi kwa mazungumzo kujaribu kutatua mzozo huo. Israel haijashiriki katika makabiliano mapya kati ya Marekani na Irani. Mapigano yaliyoanza tena mapema mwezi huu baada ya kipindi cha kusitishwa kwa mapigano kilichoanza mwezi Aprili kuvunjika. Hii itakuwa ni mara ya 8 kwa wawili hao kukutana tangu Rais Trump aliporejea madarakani mwaka uliopita. Itakuwa pia ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kukutana moja kwa moja tangu kuzuka kwa mapigano Mashariki ya Kati. Namnukuu Netanyahu, tutajadili masuala yote kwenye agenda. Kwanza kabisa Irani. Lengo letu ni kulinda usalama wetu kwanza, kisha kwa wale walio karibu nasi, alisema Netanyahu. Swala la Lebanon pia linatarajiwa kujadiliwa kwenye mazungumzo yao, haswa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikia kati ya Israeli na Lebanon mwezi uliopita. Mzozo wa Gaza pia utazungumziwa kwenye kikao hicho. Nafikiri kwamba ni ziara ya kimkakati sana ambayo Netanyahu anaenda kuifanya pale Washington, lakini pia ni ziara ambayo naweza kusema kwamba inafika katika kipindi kigumu, hasa baada ya Marekani na Irani kufanya mashambulizi kila upande, lakini hata hivyo bado hajajulikana kwamba mshindi ni nani. Unaona, japokuwa taarifa Trump anaendelea kusema kwamba huenda tukamaliza vita kupitia diplomasia, lakini sidhani kama hiyo inaweza kuwezekana kwa sasa, kwa sababu vita bado ni kali na eneo hilo bado halikaliki. Mlango wa bahari Hormuz ni mlango wa kimkakati na tumeona uchumi wa dunia unategemea eneo hilo kwenye upitishaji wa mafuta na gesi. Kwa hiyo ni mzozo ambao kidogo unaumiza kichwa sana katika viongozi mbalimbali duniani, hasa Marekani kupitia rais wake Donald Trump, lakini pia waziri mkuu wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo kimsingi kwamba ni mzozo ambao kidogo unasumbua viongozi licha ya hawa wawili, lakini pia duniani kote kiujumla, kwa sababu 1/5 ya mafuta upita eneo hilo na gesi pia. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ngumu sana, lakini katika agenda wao walizosema ni pamoja na itajikita sana mazungumzo yao. Mimi nahisi kwamba yatajikita sana kwenye mzozo huu kati ya Marekani, Israel na Iran. Kwa hiyo nafikiri kwamba wanataka wajadili kwa kina kuhusiana na jinsi ya kumaliza mzozo huu, lakini kimsingi kwa kweli jinsi ya kumaliza mzozo ni mtihani mgumu sana.
endapo Marekani wanataka kumaliza mzozo huu, endapo kama watahitaji kumaliza mzozo, basi wasirudi nyuma, kwa sababu wajitoe muhanga, wawe kabisa commitment kabisa kwamba wajitoe kuhakikisha kwamba kwa gharama yote ile, kwa sababu tumeona kwamba vita kati ya Marekani na Afghanistan mwaka 2001, Marekani walipoteza wanajeshi sio chini ya 50,000 na zaidi, unaona. Lakini pia tumeona pale vita vya Marekani na Iraq mwaka 2012. Kwa hiyo idadi kubwa sana ya wanajeshi walipotea katika mizozo hiyo. Kwa hiyo nafikiri mpaka sasa takwimu ambazo Marekani walizozisema walizopoteza wanajeshi wake huko katika vita vya Irani ni wanajeshi 18 tu. Sidhani kama namba hii ni sahihi, lakini kimsingi huenda ni zaidi ya hao waliopoteza maisha. Kwa hiyo kama wanataka kumaliza mzozo huu na dunia ibaki katika hali ya usalama na hali ya uchumi ulioimarika, basi wanapopigana hivi, basi kidogo inaleta sintofahamu, sababu mafuta yanapanda yanarudi, yanapanda yanarudi. Kwa hiyo kidogo kunakuwa na sintofahamu. Kama wanaingia kwenye meza mazungumzo, basi wamalize kwenye meza mazungumzo vizuri na wafikie mwafaka. Lakini kama wanataka kufanya vita hivi viishe kwa nguvu ya kijeshi, basi nafikiri kwamba wanaweza Marekani sasa, kama wanataka kufanya hivyo na kama uwezo wanao, basi wapeleke jeshi la ardhini huko nchini Irani na wakafanya operation, kwa sababu Irani huwezi kumpiga kwa kutumia makombora ya juu kwa juu. Kwa kifupi kwamba huwezi kupambana na Irani kwa kutumia mashambulizi ya anga, unaona, inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kwanza ana zile site ambazo amejaribu kuzitunza hizo nasema makombora yake yale ya aina mbalimbali, kuanzia drones, lakini pia kuna makombora masafa marefu, unaona. Kwa hiyo kuna haja kwenda mpaka kwenye ardhi yake ya Irani na kwenda kufanya ukaguzi, unaona. Unafanya research sehemu zote ambazo amehifadhi, basi kuna haja kwenda kuzigundua na kwenda kuziangamiza eneo hilo. Kwa hiyo sifikiri, upande wangu mimi sifikiri kama Marekani anaweza kashinda vita hivi na Irani kwa kutumia mashambulizi ya anga. Hiyo kitu kwa kweli hawezi akamaliza. Binafsi nafikiri mzozo huu jinsi ya kumaliza, kama anataka kwa kutumia nguvu za kivita, basi akafanya mashambulizi ya ardhini nchini Irani, kitu ambacho kitamgharimu sana. Irani wako vizuri sana kwa mashambulizi ya ardhini, lakini pia kwa mapigano pia wako vizuri, wana makomando wengi, lakini pia wamepata mafunzo kutoka nchi mbalimbali kama Urusi na Uchina. Kwa hiyo sifikiri kama Marekani anaweza akapata ushindi kwa haraka, unaona. Lakini njia pekee kama anataka aishinde Irani sio kwa kutumia mashambulizi ya anga. Hawezi akafanikisha hilo hata kidogo. Hata kama akapigana kwa mwaka mzima au miaka miwili, hawezi akafanikisha hilo, kwa sababu Irani wenyewe wanasema kwamba wanazalisha makombora kwa kiasi kikubwa sana kwa siku. Wanazalisha makombora wenyewe wanasema sio chini ya makombora 1000. Kwa hiyo kumrazi kimsingi kwamba ni watu ambao uzalishaji wa makombora na drones uko juu, lakini pia ni watu ambao wanaweza kusema kwamba wana teknolojia kubwa sana mapambano. Kimsingi nafikiri kwamba njia pekee ya kumaliza mzozo huu ni diplomasia tu, basi hakuna njia nyingine, kwa sababu kumbuka Marekani wameingia awamu ya kwanza, wamepambana kwa siku 40 na lakini hata hivyo wakashindwa. Wakaingia awamu ya pili ambayo hii ya wiki mbili zilizopita, lakini pia wamechemka. Kwa hiyo kimsingi binafsi naona kwamba njia ya kumaliza mgogoro huu ni kutumia diplomasia. Wakae chini kupitia upatanishi kule Pakistani na Omani na hata Qatar wamejitolea kuhakikisha kwamba mzozo huu unaisha kwa kutumia diplomasia. Na mimi nafikiri kwamba diplomasia ndio inaweza kumaliza mzozo huu kwa ujumla. Kuhusiana swala la Lebanon, nafikiri Irani, Israeli anataka kujitanua, na Irani ana washirika wake wale Hezbollah ambao pia ni wakala pia. Kwa hiyo nafikiri
katika kumaliza mzozo kati ya Marekani na Irani ni lazima uhusishwe Hezbollah katika kumaliza mzozo huu kwa pamoja. Otherwise mimi nafikiri kwamba kutakuwa na ugumu sana jinsi ya umalizaji wa mzozo, sababu wale Hezbollah ni washirika wa kimkakati dhidi ya kumpinga Israeli na kupinga ukoloni au koloni mamboleo ambao Israeli anaufanya kwa kutaka kujitanua katika eneo au kijiografia. Kwa hiyo kitu ambacho kidogo kinampa wasiwasi sana Iran, kwa sababu anaona kabisa kwamba kama hatadhibitiwa Israeli basi itakuwa sawa sana bure. Kwa hiyo ndio maana kwamba anajipanga vibaya sana kuhakikisha kwamba Israeli asipate nafasi ya kujitanua zaidi. Na kimsingi Marekani ana washirika wake kule katika nchi za Ghuba. Kwa hiyo lazima ajaribu kuangalia upande wa pili wa shilingi, kwamba jinsi ya kumaliza mzozo bila kuhusisha au kufanya bila kutanuka mashambulizi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kwa sababu watu wanaumia au nchi zinazoumia hasa ni zile nchi za Ghuba, kwa maana kama Bahrain, Kuwait, Jordan, Iraq, ambao wote ni washirika wa Marekani. Kwa hiyo anajaribu kwenda mbele, anarudi nyuma. Yote hii ni kutaka kuhakikisha kwamba kuthiwe na athari ya moja kwa moja au athari kubwa katika nchi hizo na maslahi yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Jamani, tutaongea sana. Nafikiri kwa leo tuishie hapo. Tutakutana tena hapa na majaliwa, Mungu akipenda. Tusisahau kusubscribe, kucomment na kufollow. Asanteni sana na asubuhi njema.